Get the point. Take a step forward. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, naomba usinipite Bwana, Bwana, naomba unisikie unapozuru wengine, o Bwana, usinipite Bwana, 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 naomba unisikie Mwokozi wangu, unapozuru wengine, na wewe Bwana usinipite. Baba yangu, tazama ni wakati umefika. Tazama Baba, kama unavyonijua, bila wewe kunitumia na wewe kuzungumza nitaibika. Bila wewe kuzungumza hakuna hata mmoja atakayeguswa katika hili kutano leo. Lakini Yesu, ninakuita masaa haya, naomba nguvu zako zikatande katika kutano zima. Naomba Baba, wa kila aliyekuja, wakubwa kwa wadogo, kila mmoja kwa sehemu yake, maneno yako na lugha ya kimbingu ikazungumze naye, aweze kusikiliza sauti yako na apate kuguswa kutokana na mahitaji ya moyo wake. Kwa vile wamekuja kwako leo, naomba Yesu walishe wewe, na nifiche katika msalaba wa Calvary. Zungumza wewe, futa kila neno ambalo halistahili kuongelewa masaa ya Yesu. Zungumza moja kwa moja katika jina la Yesu, amen. Somo la leo linasema utainuka tena. Mwambie mwenzako utainuka tena. Mwambie upende kulia kushoto, utainuka tena. Utainuka tena. Oh, haleluya. Katika maisha kuna vipindi ambavyo mambo yetu yanaenda kudidimia. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanachanua vizuri. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanaenda katika ubora, yanaenda katika uzuri. Naongea na kijana ambaye alikuwa anaishi vizuri, ambaye alikuwa anafanya biashara. Naongea na mtu fulani hapa ambaye mambo yake ya maisha yalikuwa yako vizuri, lakini ghafla aliporomoka kama alivyoporomoka Daudi kutoka ikulu na kwenda kuchunga kondoo. Yesu anaongea na mtu fulani kama Musa ambaye alikuwa ikulu, akakaa ikulu, lakini ghafla aliporomoka kutoka ikulu kwenda kuchunga kondoo. Yesu anaongea na mtu ambaye alikuwa katika hali fulani njema, lakini baadaye hali ikawa mbaya. Yesu anaongea na mtu ambaye katika familia yake mahusiano yalikuwa mazuri, walikuwa wanaishi vizuri, walikuwa wanaongea vizuri, walikuwa wanafanya mambo yanakwenda katika namna njema, lakini ghafla wakati ulifika, maisha yalibadilika, mambo yakabadilika, usiku ukaanza kuingia, mambo yakadidimia. Leo katika ibada ya leo, Yesu anasema ya kwamba haijalishi yalianguka kiasi gani, saa yako yaja na wewe utainuka tena.
Amina. Haleluya. Amen. Yesu anasema wakati wako utafika, na wewe unanisikiliza, wewe ni wewe, na wewe utainuka tena. Amina. Haleluya. Amen. Tufungue kitabu cha Matendo 27. Tutaanza mstari wa 9. Wewe utasoma yote kwa muda wako, lakini tutaanza mstari wa 9. Matendo 27. Tutaanza mstari ule wa 9. Tuone kuna ujumbe gani pale. Inasema, ndio, na wakati mwingi ulipokwisha kupita, na wakati mchache mwingi. Narudia tena, nataka tuende pamoja, to connected pamoja. Na wakati mchache, ndio, na safari ikiwa ina hatari sasa. Safari ilikuwa iko shwari. Hamna. Safari ilikuwa iko shwari. Kuna shida. Ilikuwa ina hatari. Tuendelee. Kwa sababu siku za kufunga zimekwisha kupita. Siku za kufunga zilikuwa zimesha kupita. Lakini hatari bado inafanya nini? Ilikuwepo. Yote tumeelewana endelea, weka kichwani, tuendelee. Paulo akawaambia wanaume. Akawaonya cha kwanza, cha pili akawaambia. Akawaonya cha kwanza, cha pili akawaambia. Akasemaje? Akawaambia, ndio, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa ya madhara na hasara nyingi. Alisema safari wanaotaka kwenda itakuwa ni safari ambayo iko salama? Amna. Ni safari aina gani? Imejaa madhara na hasara nyingi. Tena nyingi. Si ya shehena na merikebu tu. Kiswahili cha kisasa kinasema meli. Ile merikebu inasema meli. Usiogope, wewe na amani. Wewe na amani kabisa. Uikana mimi utapata tabu, maana najijua mwenyewe, tukapumzike. Bwana atanipa kivuli chake. Haleluya. Amen. Anasema hii safari itakuwa ina hatari. Hujanielewa? Hii safari itakuwa ina hatari. Si kwa shehena, ila kwa merikebu. Kwa lugha nyingine sema ni meli. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo si kwa mizigo, bali pia na kwa nini? Merikebu. Na kwa meli au merikebu. Meli, najua meli ndio mnaijua sana. Kiswahili cha kisasa kimesema meli. Endelea. Ila ndio, na ya maisha yetu pia. Na maisha yao pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Mtumishi wa Mungu aliyoyasema akida na yule mwenye meli wakayapuuza. Tuko sawa sawa Waliambiwa itakuwa na hatari, waliambiwa itakuwa na madhara, lakini wakayapuuza maneno ya Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake nani? Paulo. Tuko sawa sawa? Wewe kichwani, tuendelee. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati. Twende mstari wa 17. 17 ndio inasema, ndio walipokwisha kuikweza wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Siti. Twende. Wakatua matanga, wakachukuliwa vivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipiwa sana na ile tufani. Kimeumana. Walionywa mwanzoni, wakapuuza, si ndio? Ndio. Mstari wa 18 wameanza kufanya nini? Wameanza kupata mapigo. Jamani, yes, walianza kufanya nini? Mapigo tayari. Naomba urudie ile fungu la 18. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani. Tukipigwa sana. Kumbuka aliwaonya, si nakumbuka aliwaonya wakampuuzia, si ndio? Sasa madhara yake anaweza kuwapata. Wakapigwa sana. Endelea. Siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Wakaanza kutupa nini? Wapi?
Kule tulisoma aliwaambia itakuwa ni hasara ya shehena. Sinakumbuka Sasa yameanza kutokea. Unabii umeanza kutimia. Endelea. Siku ya tatu. Siku ya ngapi? Ya tatu. Kwa siku ya kwanza akapigwa, ya pili wakapigwa, ya tatu wakapigwa. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao. Kwa mikono yao wenyewe. Kumbuka walionywa, sasa yanaanza kutokea. Endelea, nitaongea baadaye vizuri. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi. Na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Jua wala mwezi. Jua wala mwezi. Jua linatokea wakati gani? Mchana, si ndio? Mwezi wakati gani? Wakati wa usiku. Iwe kichwa, nitaongea vizuri. Tuendelee. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema. Akasemaje? Wanaume, ndio iliwapasa kunisikiliza mimi na kutokuung'oa nanga huko. Okay. Anawaambia iliwapasa kunisikiliza nani? Mimi. Mstari wa 22. Sasa na wapeni shauri. Unasemaje? Iweni na moyo mkuu. Haleluya. Kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea. Nafasi ya pili, hakuna hata mmoja atakayefanya nini jamani? Endelea. Ila merikebu tu. Ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo 24 inasema akaniambia, usiogope Paulo. Malaika huyo. Huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Kumbe kuna sehemu Paulo ilitakiwa afike. Licha ya changamoto zote ilipaswa afike wapi? Mbele ya Kaisari. Kuna sehemu ilipaswa Paulo afanyeje? Asimame. Afike. Tuko sawa sawa? Licha ya mambo yote katikati, lakini kuna sehemu Paulo amepangwa kufika. Endelea, nitaongea vizuri. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Ndio. Basi wanaume, changamkeni kwa sababu na muaminini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyowaambia. 31 malizia hapo. 31 inasema Paulo akawaambia. Akasemaje? Akida na askari. Ndio. Hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Wasipokaa ndani ya nini? Ya merikebu. Wasipokaa ndani ya nini? Merikebu. Hawataweza kuokoka. Tuombe. Sasa Yesu, naomba zungumza live katika jina la Yesu. Amen. Amina. Ilikuwa ni safari ya ajabu. Ilikuwa ni safari ya kutisha. Safari ambayo mhusika mkubwa alikuwa ni Paulo. Ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa inahusisha watu takriban 276. Na Paulo ambaye ni Paulo wa ajabu. Paulo ambaye alikuwa muuaji wa watu. Paulo ambaye alikuwa anawatesa watu wa Mungu huko nyuma. Sauli ambaye alikuwa anafanya vitu vibaya kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Lakini nampenda Sauli licha ya mambo yote mabaya, licha ya matakataka yake ya nyuma. Huyu Paulo akatoka kutoka Sauli akabadilishwa jina akaitwa Paulo, akaanza kusimama kumtetea Yesu. Haleluya. Amen. Sikia leo ninapoanza na ibada hii nasema hivi: haijalishi jina lako la awali lilikuwa linaitwa Sauli. Haijalishi jina lako la awali, tabia yako ya awali ilikuwa ni muuaji. Haijalishi historia yako ya nyuma. Yesu anapokuita, angalia ulikuwa nani. Yesu anapokuita mama, Yesu anapokuita baba unaisikiliza, Yesu anapokuita mama unaisikiliza leo. Kijana, Yesu anapokuita, haijalishi historia yako ya nyuma ilikuwaje. Yesu akuangalii vile ulivyo. Yesu anakutazama vile utaka
utakavyokuwa kesho. Amina. Yesu akutazami ulivyo leo. Ni kweli ni mzinzi, ni kweli ni mlevi, ni kweli unaiba zaka. Yesu akuangalie. Yesu akikutazama wakati watu wanamuona Sauli kama muuaji katili, Yesu anamuona Sauli akitetea na kupeperusha bendera ya Yesu. Amen. Haleluya. Sikia, Yesu akutazame ulivyo leo. Yesu anakutazama vile utakavyokuwa kesho. Amina. Mwambie, usinitazame hivi nilivyo sasa. Yesu ana mpango na maisha yangu. Jamani, haleluya. Amen. Haleluya. Wakati wanamuona mtu mbovu, wanamuona mtu asiye na leo ingekuwa ni leo, nakwambia Sauli asigepewa uzao wa kanisa. Kweli si kweli? Kweli kabisa. Asigepewa. Lakini nampenda Yesu asiyeniangalia hivi nilivyo. Nampenda Bwana asenitazama hivi nilivyo. Nampenda Mwokozi wangu ambaye akinitazama kwa macho ya imani ananiona nikiwa shujaa wa Yesu, nikitangaza neno lake. Hivi nani alitegemea muuaji abadilike? Sikia, hata wewe mlevi, hata wewe mzinzi, ukiamua leo, Yesu atabadili jina lako kutoka mzinzi kuwa mwinjilisti wa watu. Amina. Yaani haleluya. Amen. Yaani hivyo ulivyo, ukiamua, ukidhamiria, Yesu atakufanyia jambo jipya la ajabu litakayochipua kwa ajili ya utawala wake. Amina. Haleluya. Amen. Nampenda Paulo aliyekuwa muuaji. Leo Bwana baada ya kukubali kubadilika, na ndio nawatia moyo watu mnaobatizwa, nawatia moyo, msiogope, songeni mbele. Bwana atawabadilisha nanyi mtashangaa. Amina. Na wewe ambaye unarudi nyuma, usirudi nyuma, shikilia mapigano, kitambo yataisha. Amina. Haleluya. Amen. Nampenda Paulo. Baada ya kuwa amekubali, amebadilishwa, akaamua kutembea na Yesu. Ni Paulo wa ajabu ambaye tunamsoma. Paulo ambaye baada ya kuamua kutembea na Yesu, ni Paulo ambaye Bwana alimtumia kupita kawaida. Handkerchief yake ikikugusa kama una ugonjwa unapona. Haleluya. Ni Paulo ambaye akikugusa handkerchief yake, yule aliyokuonekana hafai, yule aliyokuonekana hovyo, yule ambaye alikuonekana hana handkerchief yake, kama una pepo ikikugusa wasikia natoka. Haleluya. Yesu anakutazama utakavyokuwa kesho. Amina. Haleluya. Amen. Kijana ulioko hapa ambaye unateseka na jambo fulani katika moyo wako, unateseka na uraibu fulani, ukimkabidhi Yesu atakubadilisha. Amina. Haleluya. Amina. Ukimkabidhi huyu Yesu atafanya. Amen. Haleluya. Amina. Sasa huyu Paulo ambaye alikuwa anatenda matendo makubwa kiasi hichi, siku moja yalimkuta huyu Paulo tunayemsoma. Kuna siku yalimkuta Paulo amefunga kwa siku 14, hakuna chakula. Yaani huyu Paulo tunayemsoma ambaye handkerchief yake ilikuwa inatoa mapepo, inaponya watu, amefunga kwa siku 14, lakini majibu hayapo. Mbingu imenyamaza. Na ndipo Yesu ananiambia, Pastor Elias, ongea na watu wa Chepilat, waambie kwamba yule mama anayefunga kila siku, yule baba anayefunga na anaona nimenyamaza, asiogope. Ukimya wangu una kishindo. Amina. Haleluya. Amen. Ananiambia ya kwamba mwambie yule mama hana dhambi. Haleluya. Amina. Niliwaambia wiki hii, Penina alikuwa anafunga, analia, na si kwamba alikuwa na dhambi. Hata ule utasa alifungwa na nani? Na Mungu. Hata ule utasa alifungwa na nani? Kuna mambo mengine nakwambia,
Kuna mambo mengine mama, kuna mambo mengine baba, unaomba kila siku. Unapokuwa ukiomba, usikubali ukadanganya na shetani una dhambi ndio maana ujibiwe. Sikia, hauna dhambi. Tulijifunza wiki hii mambo mengi sana na sitaki nirudie. Usiogope. Mradi umelikabidhi kwa Bwana, tulia, amani ikutawale. Subiria nyakati sahihi za Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Paulo alikuwa ni muombaji sana. Paulo alikuwa ni mtu anayetenda miujiza sana. Watu walikuwa wanaokolewa, lakini leo anaomba na anafunga ajibiwi. Hata wewe lile lako usiogope. Mradi umeleta kwa Bwana, subiria wakati wako unakuja. Usikate tamaa. Usife moyo. Wakati wako ukifika, utainuliwa tena. Amina. Haleluya. Amen. Na ndipo baada ya Paulo kuwa amefunga, akawaambia wale ndugu waliokuwa wanampeleka Kaisari, wakawaambia kwamba Paulo, inakulazimu. Paulo akamwambia msisafiri katika hii bahari, na washauri msisafiri, mtapata madhara. Lakini wakampuuza. Yesu ananiambia Elias waambie watu wa Chepilati ya kwamba kuna ndugu ambaye amesikia mahubiri katika wiki hii, ameyapuuza. Na Yesu anaongea naye kila siku, lakini ameamua kutosikiliza, ameamua kuyaacha. Yesu anakwambia wewe ndugu, sijui ni nani, sijui wewe, unajua na Mungu wako, anakwambia usifanye moyo wako mgumu unavyosikia sauti ya Bwana. Haleluya. Amen. Usifanye moyo wako mgumu unaposikia. Kuna wakati madhara yatakupata. Tumesema Yesu atakuja, atasema mchafu azidi kuwa mchafu, mwema endelee kuwa mwema. Sikia, wakati Bwana atakapokuja hautakuwa na nafasi. Kama Paulo anakuambia, unaposikia sauti ya Bwana usifanye mgumu moyo wako, rejea usipate na madhara yale. Amina. Haleluya. Amen. Sikia sasa, wakampuuza. Akida na yule nahodha wakawasha meli. Meli ikaenda. Ikafika wakati ambapo meli ikaanza kupigwa na nini? Tufani. Yani alipuuza. Imefika sehemu, kuna wakati Yesu atakupa uhuru, anakuonesha jema na nini jamani? Baya. Narudia tena, kuna wakati Yesu atakupa njia ya uchaguzi. Yesu akulazimishi, na Yesu hata kulazimisha milele, hata kulazimisha kamwe. Atakwambia kuna njia ya uzima. Njia ya uzima ni hii, njia ya mauti ni hii, chagua utakaye mtumikia. Paulo aliwaambia, akamwambia mkienda kuna madhara, ukifanya njia hii, ukisubiri utapona. Lakini wakachagua njia ya mauti. Sikia nikwambie, Yesu amenenwa katika wiki hii ya kwanza. Kuna ambao wamesikiliza, wataamua kuendelea na mambo yao, na kuna ambao wamesikiliza na wametoa maisha yao kwa Yesu. Leo Yesu anasema, leo Mwokozi anasema, usiende njia pana, nenda njia nyembamba ili usalimike. Usikiapo sauti hiyo tena, usifanye mgumu moyo wako. Haleluya. Amina. Sikia sasa, twende na sura yetu. Mstari ule wa 18 napenda. Anasema hivi, na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani. Naongea na kijana ambaye amepata magonjwa kutokana na kutosikia sauti ya Bwana. Amepata magonjwa kutokana na ulevi, figo limeoza. Naongea na kijana ambaye upindi hicho amepitia ufilisika kwa hali ya juu kutokana na uvunjaji wa sheria za Bwana. Naongea na mzee ambaye amefikia sehemu hata amefukuzwa kazi kutokana na ulevi, kutokana na kuvunja sheria za Mungu. Alikuwa anayajua mwanzoni, lakini alipuuza.
lakini alipuuza. Yesu leo katika kutano la leo anaongea na mama, anaongea na baba ambaye mahusiano yake yameanza kuwa na changamoto nzito kutokana na uvunjaji wa sheria za Bwana, kutokana na kwenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Yesu anasema licha ya dhoruba kali kiasi hicho, bado Mungu ni wa nafasi ya pili. Amina. Haleluya. Amen. Licha ya dhoruba kali unayopitia, bado ni wa nafasi ya pili. Sikia. Anasema hivi, hata siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena wapi? Baharini. Yaani hizi ni hasara za kutokusikia sauti ya Bwana, madhara ya kutokusikia sauti ya Bwana. Na mstari wa 20 na upenda kuliko mistari yote, anasema hivi, jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi. Hapa sikia, kuna wakati katika maisha unapitia kipindi ambacho ni wakati wa mchana. Kwa umri ulioko, kuna vitu ambavyo ingetakiwa uwe navyo. Muda wa mchana ni muda ambao tunategemea nuru iwepo. Muda wa mchana tunategemea kwamba nuru iwepo, lakini umepitia katika kipindi cha mchana ambapo wenzako katika umri wako wana maisha ya aina fulani mazuri, na wewe unatamani uwe na maisha yale. Umejaribu kila namna, lakini ni wakati wa mchana hauoni nini? Hujanielewa. Natamani Yesu akusaidie. Ni wakati wa mchana, ni majira ambayo ingestahili uwe katika hali fulani. Ni majira ambayo ingetakiwa uwe katika hatua fulani uipiga kimaisha, lakini kipindi hicho cha mchana wenzako wakiona jua wanafurahia, wewe unaona giza. Hello. Ni kipindi cha mchana, kipindi ambacho ingepaswa uwe katika hali fulani, lakini kwako imeona giza. Hujanielewa. Ni wakati wa usiku, ingestahili kwa hali yako uone mwezi angani, lakini kutokana na dhoruba iliyokupiga katika biashara yako, kutokana na dhoruba inayopiga katika familia yako, kutokana na dhoruba inayopiga familia yako, kutokana na dhoruba inayopiga watoto wako, hauoni mwezi. Kipindi ambacho ungestahili uone mwezi, hauoni jua. Kipindi ambacho ungestahili uone jua ni kipindi ambacho cha majonzi, kipindi cha uchungu, kipindi kizito kinachokutesa. Ni uchungu mzito, kipindi cha tufani nzito, kipindi ambacho yuko katikati ya bahari. Tazama, twende baharini wote. Tumefika baharini, meli inapigwa na dhoruba, radi inapiga unajaribu ujiokoe. Hata kwa jirani yako, jirani, nisaidie na mimi nisizame, naye anakwambia hata mimi ninakufa. Isikia huko kwenye bahari, katikati ya bahari unajaribu, uwe ndugu yangu, niokoe, ninazama kwenye bahari, niokoe. Anakwambia hata mimi pia ninataka nizame. Naongea na mama ambaye anapambana kuwasomesha watoto wake, anapambana, yuko mwenyewe anakomaa, anajaribu kutafuta msaada kwa jirani zake, lakini wanampuuzia, tena wanamsimanga. Yesu anaongea na mtu ambaye yuko katikati ya bahari, na sio bahari iliyotulia, ni bahari ambayo ina tufani, inapigwa na tufani. Giza limetanda wakati wa usiku, mwezi umefunikwa na mawingu, hautuoni kitu chochote, unatamani farijiko au lioni. Sikia, Yesu anasema katikati ya tufani, katikati ya dhoruba, katikati ya
ya giza nene, katikati ya kukata tamaa, Yesu atakutetea. Amen. Unielewa? Katikati ya hayo unayopitia, katikati ya hayo machungu, katikati ambapo hauoni msaada peke yote, huoni msaada, Yesu anasema nitasimama nikusaidie. Amen. Haleluya. Katikati ya mambo ambayo yamekuvunja moyo, hata utamani tena, unatamani kumwambia ndugu yangu nisaidie basi, ndugu yangu, mnaona mwanangu anafukuzwa shahada, anafukuzwa, nisaidie. Anakuambia nilizaa na wewe. Wacha aseme, wacha waseme, wacha wafanye hayo, wacha wafanye hayo. Sikia, Yesu anasema utapita kwenye huo moto. Haleluya. Amina. Utapita katika huo moto, hautateketea. Amen. Hujanielewa? Yesu anasema, Yeremia 43 mstari wa 2 anasema hivi, utapita kwenye huo moto, hautateketea. Sikia, ni Yesu anasema utapita katika dhoruba, katika maji mengi, hautazama. Mimi Yesu nitasimama nikuokoe. Amen. Wakati ambapo hakuna tumaini popote, tumaini liko kwa Yesu. Amina. Sikia, wakati dhoruba ikiwa kali, mwachie Yesu atawale kwenye chombo chako, kwa sababu yupo. Hata kama kitayumba, hakitakuangamiza. Amina. Haleluya. Hautaangamizwa. Mwambie mwenzako hautaangamia. Na hao watu wanasema imefika, anasema tena mwisho, anasema hivi, wakakata tamaa ya kuokoka. Unafika sehemu sasa, wanangu msende shule, bakini tu hapa. Unafika sasa, haya mahusiano ya sasa yanakwenda kuvunjika. Umekata tamaa, umefika kwenye terminal stage, hatua ya mwisho. Sikia, pale tunapoishia ndipo Yesu anapoanzia. Haleluya. Amina. Pale unapoona akili imegota, ndipo Yesu anasimama, anasema dhoruba tulia, inatulia, safari inaendelea. Amen. Haleluya. Amina. Nasema tena kwa jina la Yesu, utainuliwa tena. Haleluya. Amen. Utainuliwa. Na auinuliwi kwa sababu ni mwema, unainuliwa kwa sababu wewe ni mtoto wa Yesu, unastahili hilo. Amen. Haleluya. Amina. Utainuliwa, usiogope. Na ndipo hawa watu wakawa wamefanya makosa hayo, wamepata madhara. Na muona Paulo mtumishi wa Bwana anasimama tena, anawaambia hivi, wanaume, niliwaambia mkafanya haya, yawapata madhara. Lakini licha ya madhara mliowapata, Yesu ni wa nafasi ya pili. Hamtaangamia, mtafika mwisho wa safari yenu. Amen. Haleluya. Amina. Licha ya madhara, licha ya kukwenda kinyume na mapenzi ya Bwana, licha ya kukengeuka, licha ya kwamba ulikuwa mlevi, Yesu anasema leo yeye ni wa nafasi ya pili. Amekupa nafasi ya pili, itumie vema. Amen. Haleluya. Amen. Wakapewa nafasi ya pili. Waliopewa nafasi ya pili, Paulo akawaambia, kuna sehemu inabidi muende. Kuna sehemu tutasimama kwa Kaisari. Kuna sehemu. Kila aliyekaa leo, kuna sehemu Bwana anataka afike. Natamani ingie kichwani kitu. Kila aliyekaa hapa, licha ya dhoruba unaozipitia, licha ya machozi unayolia, kuna sehemu itabidi ufike. Yesu ameipanga Kaisari yako. Hujanielewa? Kila aliyekaa hapa, kila aliyekaa, Yesu amepanga Kaisari yako utakayotakiwa ufike. Mina. Licha ya dhoruba, licha ya tufani, licha ya kwamba hauoni jua wala hauoni mwezi, kuna Kaisari yako. Haleluya. Amina. Na utaifika katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Kuna Kaisari yako, usiogope, usitishwe. Kuna Kaisari yako. Licha ya makosa ya nyuma uliyoyatenda, Yesu anasema
mwanangu, nimekupa nafasi ya pili. Nisikukuumba uishie hapo, sikukuumba katika hali hiyo. Ninataka ufike Kaisari, utafika katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Na ametupa tahadhari. Mstari wa 31, Paulo akawaambia akile na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu, ndani ya meli, hamtaweza kuokoka. Nami Yesu aliyetoa na anasema neno kwa mamlaka ya Yesu, ukitaka ufike Kaisari yako, tulia ndani ya chombo. Amina. Haleluya. Amen. Narudia tena, kaka unasikiliza sasa, mama, dada, tulia katika kanisa. Amen. Usiruhusu tufani, usiruhusu dhoruba ikutoe mikononi mwa Bwana wako. Amina. Usiruhusu tabu yako ikuondoe mikononi mwa Bwana. Ng'ang'ana na Yesu ndani ya chombo hadi kieleweke. Amina. Na ukitulia ndani ya chombo utafika kwa usalama. Amina. Haijalishi dhoruba itapiga kiasi gani, Baba yako yupo, atasimama hakuokoe. Amen. Ukiwa na Yesu hautatikisika. Hata kama dhoruba zitakuja, utasimama, utadumu, hautaangamia, bali utaishi. Amen. Sasa sikia hii siri moja, na hapa ninaomba tuwe macho. Mstari wa 28. Tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua kuwa kile kisiwa kinaitwa Melita. Mstari wa 28. Matendo 28. Sasa kwambie, Paulo ameokoka kwenye dhoruba ya ngapi? Paulo waliokoka kwenye dhoruba ya ngapi? Wameokoka baharini. Sasa sikieni kwambie, kuna siri kubwa ndani ya fungu leo, mtashtuka, mtashangaa. Unapopita kwenye jaribu la kwanza, usibeteke, kuna la pili linakuja. Halo? Yesu akikuvusha kwenye jaribu la kwanza, usibeteke, kuna la pili linakuja. Lakini asante Yesu kwa kuwa wewe utakayetuvusha kwenye lile, utatuvusha kwenye hili pia. Jamani, haleluya. Paulo ameokoka kwenye jaribu la ngapi? La kwanza kule baharini. Tuko sawa sawa eh? Kaokoka. Hii natamani mfungue macho na uongo. Ameokoka kwenye la kwanza. Yesu amemponya. Yesu ameponya na wengine. Asa akapigwa la pili. Unaweza ukaponywa kwenye la kwanza, unaweza ukatoa kwenye la kwanza, lakini sikia, la pili nakuja. Aliyetushindia kwenye la kwanza atatushindia kwenye la pili. Haleluya. Aliyetutoa Misri atatuvusha bahari ya Shamu. Jamani, haleluya. Aliyetuvusha Misri atatuvusha pia bahari ya Shamu. Sikia, Paulo ameokoka. Anasema wamefika kisiwa cha Melita. Anasema wenyeji wakawafanyia fadhili kubwa. Mstari wa 3 anasema hivi, Paulo, hebu naomba soma mwenyewe, sasa kasema mtoa kwangu. Soma. Mstari wa 3, 28 mstari wa 3. Hapa tunamaliza, lakini kuna ujumbe mzito kuliko kawaida. Yaani heri usisikiza mwanzoni. Hii ni nzito. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni. Tuanze mstari wa 3. Mstari wa 3 ndio. Anza mstari wa pili, Mstari wa pili. Mstari wa pili inasema, wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa na kawaida. Wameshavuka kwenye ule dhoruba, wako nje. Tuko sawa sawa eh? Wameshatoka kwenye dhoruba. Tuko sawa sawa eh? Kama Yesu atakao kuvusha kwenye ile la kwako. Tuko sawa sawa? Sasa wamevuka. Kwa maana waliwasha moto. Waliwasha nini jamani? Moto. Wakatukaribisha sote. Twende. Kwa sababu ya mvua iliyonyesha. Kumbe mvua ilikuwa inanyesha. Na kwa sababu ya baridi. Kwa sababu ya joto. Baridi. Twende sasa. Paulo alipokuwa amekusanya mizigo. Tunaanza hapo. Paulo alipokuwa amekusanya mizigo ya nini jamani? Ya kuni. Mizigo ya kuni ni mingi. Tuko sawa? Kaibeba kichwani mizigo ya kuni, anaenda kupasha joto.
na kuweka motoni ili waote mabarini kali. Nyoka akatoka kwa ajili ya ule alitoka nani? Kwa ule moto. Paulo amebeba kuni nyingi ili aweke kwenye moto alafu aweze kupata joto, lakini wakati ameweka kuni pale, pisi la joka likatoka, cobra likapanda. Endelea. Nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto. Joka likatoka likapaa kwenye mkono wake, likamzingira mkono wake wote. Si kinyoka, joka likatoka. Akamsonga mkononi. Ija mnamjua nyoka lakini nyinyi si mnajua joka lakini. Hapa sio wengi sana. Wenyeji walipomuona yule nyoka, walipoona joka limepanda kwenye mkono wa Paulo, limezunguluka hapo, likamlikana na Paulo, linampana mdomo wake. Wenyeji walipomwona Paulo joka limempandia kwenye mkono wake, wakasemaje? Akilewalewa mkononi. Wakaambiana. Wakafanya jamani? Hakosi mtu. Tulia. Wakafanya nini wale watu? Wenyeji wakafanya nini? Wakaambiana. Jamani, umeshaona wambea? Umeshaona wambea wanavyoambianaga? Wanaambianaje? Muone joka limepandia, yani kama ndo huyu kameramani hapa. Joka muone. Hakosi huyu mtu atakuwa na nini? Hakosi mtu huyu ni muuaji. Hakosi mtu huyu ni nani jamani? Ni muuaji. Waliambiana. Haujanielewa. Tamani Yesu afungue akili. Waliambiana hakosi mtu ni nani? Ni muuaji. Lakini kumbuka mwanzoni walisema waliwafanyia wale wenyeji fadhili kubwa. Sinakumbuka Mwanzoni walikuwa wanawasifia. Mwanzoni walikuwa wanaona wanafaa. Lakini walipoona bali imetokea wakaanza kuambizana. Halo? Yaani badala ya kumsaidia wakaanza kufanya nini? Kumsema. Katu nalipigeni mikono. Wezenu ananyoka amempanda. Badala mumuokoe, mnaanza kufanya nini? Kumsema. Mwambie mwenzako mshike mkono. Mwambie na kuhusu nini? Amekwambiaje? Yaani mwenzako ana mambo magumu, anapitia uzoefu mgumu. Badala umsaidie, unafanya nini? Tena wanasema hakosi mtu huyu atakuwa ni nani? Muuaji. Jamani, Paulo alikuwa ni muuaji kwani pale jamani? Hamna. Paulo alikuwa ni muuaji? Ala, hasha. Sikia nikwambie, wewe unayesemwa, wewe unayeonewa kwa jambo ambalo hujalitenda na unasengenywa tena na watu ambao ulikuwa umekaa nao karibu kama wale kina Paulo, usiogope. Wakati wanakusema nyamaza, ongea na Baba kwa mbinguni atakutetea. Amen. Haleluya. Wewe ambaye unasengenywa, wewe ambaye unanenewa mambo ambayo hata ulikuwa hujawahi kuyatenda, lakini kwa sababu wameona nyoka ile kupandia, wanajua utakufa, wanakunenea mabaya, wameambizana, unasikiza jamani, mbona mimi sijatenda jamani? Mbona mimi sijaua? Kwa nini wananisemea haya jamani? Mbona mimi sijafanya jamani? Usilie, nyamaza, mwambie Baba ataongea kwa niaba yako. Amina. Haleluya. Usiogope, wewe waache afanye, waache kusemea, yaani baada ya kuokoe wanakuzidi kupiga madongo. Kwa nini msisimame mkamokoe Paulo? Kwa nini msimokoe? Kwa nini msisimame mkasema tunaenda kumokoa? Twendeni tukamokoe mwenzetu. Badala mmokoe, mnataka muangamize. Yesu anawaona. Badala mmokoe mwenzenu, ananyoka. Tena nyoka ananing'inia. Kwa nini msimokoe? Wapendwa, mnapoona ndugu yenu, mshiriki mwenzenu anapitia, kuna nyoka amempitia, kuna hali fulani ambayo sio nzuri anapitia, acheni kumsengenya, muombeeni. Amina. Haleluya. Amina. Mtakuwa mmemokoa. Ila mkimsema, saa nyingine mnamsema
hata sio hilo, ile dhambi inawarejea ninyi. Halo. Ile dhambi itawala. Na wewe unayesengenywa, leo tumejifunza kwa Paulo. Paulo aliwajibu hata. Narudia tena. Wakati Paulo anasengenywa, tena wanaambizana. Nakumbuka walikuwa wanashangaa. Unajua nyoka si mtu mzuri. Wasema tena wanakaa vizuri, asije kanirukia na mimi. Si unajua wanamsengenya na wanaona, na Paulo anayaona. Paulo alianza kuondoka. Aliwajibu. Aliwajibu kwa mimi sijaua. Sikia, unaponenewa mabaya usiwajibu. Nyamaza, ongea na Mungu wako. Yesu atawajibu mwenyewe. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako usiwajibu. Mwache Yesu atawajibu. Yesu mwenyewe atawajibu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Na ndipo Paulo anasema endelea sana kituko. Endelea kidogo. Hakosi mtu huyu kuwa muuaji. Wacha wambea ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimuachi kuishi. Sawa, sema lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yaani wakati nyoka limempanda, limejaa kwenye wanategemea angekufa. Haleluya. Amen. Wanategemea yule nyoka angemaliza. Si ndio? Kuna mtu anasema, unamwona yule ndugu sasa hivi ana shida. Na tuone sasa. Ana nyoka hata Japhet kaza watu 5 hata wasomesha. Tuone kama atasomesha. Tuone. Ni nyoka yule, tuone. Sikia nikwambie. Wakati unasubiria uone anguko lake, Yesu atadhihirisha utukufu wake katika hilo. Haleluya. Amina. Wakati wametoa macho yao wakisubiria anguko lako, watashangaa utukufu wa Mungu ukidhihirika katika hilo. Amina. Haleluya. Haleluya. Usogope. Wache. Na kuna watu wasikia siku hizi amefulia. Si unamuona taalimu siku hizi. Yaani siku hizi alikuwa na gari, si gari hata ana. Kwa mwenzako anapitia uzoefu mgumu. Wewe unapitia uzoefu mgumu, usihangaike. Piga magoti, mwambie Baba, atasikiliza haja yako. Amina. Haleluya. Amina. Usifungue kinywa chako. Mara nyingi tunajaribiwa, tunaopitia uzoefu mgumu kama huu, tunajaribiwa tuanze kujibu mashambulizi. Halo? Yes. Tukipitia uzoefu mgumu kama huu, tunajaribiwa tujibu. Tuko sawa? Ndio. Sikia. Ukiona anafanya hivyo, mwambie Baba, wasamehe maana hawajui watendalo. Haleluya. Amen. Kuna siri katika hilo. Fungua Ayubu 42 mstari wa 10. Kuna siri nataka niwaambie. Kuna siri kubwa. Natamani kabla sijaondoka niwaambie hii siri. Fungua, soma. Ayubu 42 mstari wa 10. 42 mstari wa 10 inasema, ndio, kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Hapo alipo waombea rafiki zake. Sikia. Bwana aligeuza uteka wa nani? Wa Ayubu. Pale aliofanya nini? Waombea rafiki zake. Aliwaombea marafiki. Aliombea tu gani? Marafiki zake. Wale waliokuja pale wanaanza kumwambia maneno ya kufanya nini? Ya kuvunja moyo. Sawa. Umemwacha Mungu wewe. Wewe ndo mama filisika wewe. Wewe ndo maana umefulia siku hizi wewe. Ama kitu wewe. Ayubu alifanya nini? Aliwaombea. Alivyoombea, Bwana akafanya kitu gani? Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Jamani, wakikunenea mabaya waombee mema. Amen. Jamani, wakikunenea mabaya waombee mema. Bwana atakupa double. Hujatelewa. Sijasema mimi, amesema Yesu. Jamani, wakikunenea mabaya wewe waombee mazuri. Jamani, mwambie wenzako, waombee wenzako. Waombee maadui zako. Shida ya sisi tukitendewa mabaya tunataka tujibishe mabaya. Ayubu alivyonena mabaya
aliwaombea mema, na Bwana anasema yeye mwenyewe Yesu mwenyewe anasema alipofanya vile tu Bwana akampa dabu. Haleluya, amina. Sikia, sisi tunakwama wapi? Tukienea mabaya tunataka tujibu mabaya. Leo Yesu anasema ukifanywa mabaya waombee mema. Ukiwaombea mema, yale mabaya yao yanageuka automatiki, yanakuwa mema. Amen. Yanakufuata wewe mwenyewe. Haleluya. Sikia, Paulo wakati wanasema ametenda dhambi, afanya nini? Paulo akanyamaza kimya. Yule nyoka akamtupa kwenye moto, nyoka yule akaungua, akatokomea. Haleluya. Amen. Kuna kitu kingine pale. Ndio. Po kwenye Ayubu. No, Matendo 27, 28 mstari wa endelea pale mstari unaofuata. Samahani kidogo. Nataka leo upendwa, ukiondoka leo, uondoke ujue Bwana anavyokuwazia wewe. Yaani ni kweli tutapitia vipindi vigumu, lakini leo ninatamani ukiondoka kwenye ibada ya leo, utambue namna ya kuwajibu watu na namna ya kutulia yanapokuja magumu. Endelea. Endelea mstari wa 5 kwa haraka, soma spirit. Tunamaliza pale. 5 inasema, tumaliza 6 mwisho. Lakini yeye akamtukuzia motoni asipate madhara. Alipata madhara au hakupata madhara? Hakupata. Narudia tena, alipata madhara au hakupata madhara? Hakupata. Nyoka akikung'ata unapata madhara au hupati madhara? Unapata. Lakini leo kwa sababu alinyamaza, yule nyoka akumpatia madhara yoyote. Unapopitia wakati mgumu, nyamaza, hautapata dhara lolote. Haleluya. Wao wakadhani ya kuwa atavimba. Walidhani atafanya nini jamani? Atavimba. Jamani. Walidhani atafanya nini Paulo? Atavimba. Au kuanguka chini. Au anguke kwa kufa ghafla. Jamani. Jamani, si mnaelewa? Natamani Yesu afadhili. Jamani, walidhani ataanguka chini. Au afanye nini? Au kufa ghafla. Mkono ulivimbe. Haleluya. Kuna watu wanasubiri waanguke chini. Kuna watu wanasubiri uvimbe. Wanasubiri ushindwe. Kwa mamlaka jina la Yesu watasubiri uvimbe, lakini Yesu atawadhihirishia utukufu wake. Watakuona ukiwa unatembea au anguke chini. Hujaelewa? Wakati wanasubiri waanguke chini kwa kung'atwa na nyoka, Yesu atajifunua. Watakuona umekung'uta chini na tatizo, na unaendelea kuambia anguki mtu hapa. Haleluya. Hautaanguka chini. Jamani, hautaanguka chini kabisa. Utasimama tena. Amen. Haleluya. Mwambie mwenzako utasimama tena. Yes, hakuna kuanguka chini hapa. Anguki mtu. Havimbi mtu kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Haanguki mtu chini, avimbi mtu. Safari inaendelea. Tunaenda kwa Kaisari. Haleluya. Yesu atakufikisha kwenye target yako, atakufikisha kwenye njozi yako, atakufikisha kwenye ndoto zako. Kuna sehemu Yesu anataka ufike. Licha ya yote utakaopita nao njiani, utayavuka, utayapita, na mwisho yote utafika kule Yesu alipopataka. Amen. Malizia sasa. Sikia. Na wakiisha kumwangalia sana. Sikia Yesu akipigana vita yako. Sikia sasa Yesu anapigana vita yako. Matokeo yake. Wakiisha kumwangalia sana. Walipokwisha kumwangalia na kuona kwamba jamani. Wale wambea walipomwangalia sana. Jamani, wale wanaoangalia biashara yako, wanaoangalia watoto wako sana. Wanaangalia nini tena? Wanaangalia mradi wako sana. Wanaangalia nyumba yako sana. Wasikiza wambie. Wakisha muangalia sana. Walipomwangalia, yani mmoja kuangalia sana. Yani kama ni miwani anaifunga afu anaifunya. Wanaangalia sana. Jamani, haleluya. Haleluya. Amen. Na kuona kwamba alimpati dhara lolote. Jamani, haleluya. Walimwangalia sana. Yani wakatoa jicho. Wakaangalia sana. Wakaona alimpati dhara lolote. Jamani, haleluya. Wakasemaje? Twende.
wakageuka wakasema kwa wakageuka. Haleluya. Ndio wakafanya nini? Wakageuka. Wakafanya nini jamani? Jamani waligeuka. Haleluya. Amen. Watageuzwa na Yesu. Amen. Haleluya. Yesu atawageuza. Atawageuza. Wanaangalia sana, Yesu anawageuza sana. Haleluya. Wakasemaje? Wakasema kwamba yeye ni Mungu. Haleluya. Wakasema ni nani? Jamani, jamani wakasema ni nani? Mungu. Wakasema ni Yesu. Jamani, walisema ni Yesu. Haleluya. Sikia, hata wale wanaokuangalia sana uanguke, wanaokuangalia waibike, Yesu atakutetea. Wale macho yaliyokuwa yanasubiri anguko lako yatatazama Yesu akikuinua tena. Jamani, haleluya. Utainuliwa tena. Amen. Mwambie mwenzako utainuliwa na wewe. Amen. Hautaanguka. Mwambie mwenzako utainuliwa tena. Amen. Haleluya. Wanasubiri aanguke. Haanguki mtu kwa jina la Yesu. Amen. Na hata mtoko mamlaka ya Yesu Kristo katika hata jambo lako hautaanguka. Utafika kwa nani jamani? Kwa Yesu. Utafika kwa Yesu. Na wewe ndugu unakata tamaa, usikate tamaa. Utasonga mbele, usiogopeshwe. Nikimfuata Yesu itatokea hivi na hivi. Sijui nikwambie, usiogopeshwe. Umemfuata Baba, utafika ng'ambo. Tusimame. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. O Bwana usinipite, Bwana naomba unisikie. Wachungaji msogea mbele, wachungaji na wazee wa kanisa karibuni mbele. O Bwana usinipite. Wakati huu ni wakati ambapo kuna ndugu ambao anasema Yesu, tumetambua Yesu na namna gani. Tumesema aturudi nyuma, tunataka tuendelee na Yesu mbele. Ikiwa kuna tunasema Yesu nataka nikukiri kwa njia ya ubatizo. Najua mko wengi sana, wale wote mnajitoa na wengine wapya wote siku ya leo. Hii ni sauti ya Yesu nakuita. Wanasema Yesu nakukiri kwa njia ya ubatizo. Natembea na wewe kama Paulo. Natembea na wewe Yesu. Wewe Yesu unaokoa, ninatembea na wewe. Watu kama hao wanahitaji kubatizwa wote. Ni wakati sasa, sogeni mbele. Sogeni mbele. Usinipite Mwokozi. Sogeni mbele. Usinipite Mwokozi. Sogea mbele. Sogea mbele. Kimbia haraka. Piteni mbele ubatizo. Ubatizo wote. Barikiwa mama. Barikiwa. Wale wote mlitoa nao pia piteni mbele leo. Piteni mbele wote mnabatizo. Haleluya. Naona watu wakitoka mbele kwa Yesu. Bwana. Praise. Haleluya. Karibu dada, karibu. Haleluya. Watu wanakuja kwa Yesu. Kule nyuma, njooni kwa Yesu. Mabatizo wote piteni mbele. Dada, pita. Mama, pita. Kaka, pita. Wakati kubatizwa. Wakati kwa maisha kwa Yesu. Pita mbele. Yesu wa Paulo akuokoe. Sogea, pita mbele ubatizo wote. Pita mbele. Haleluya. Haleluya. Naona watu wakisogea mbele. Wapisheni watu waje kwa Yesu. Wapisheni watu waje kwa Yesu. Wapisheni watu. Yesu wa Paulo. Haleluya. Wapisheni watu waje. Waambieni watu waje kwa Yesu. Pita mbele. Furika mbele. Pita mbele. Pita. Wapisheni watu waje. Wacheni watu kwa Yesu. Haleluya. Barikiwa mama, barikiwa kijana. Pita.
Oh, haleluya. Naona watu wanapita kule nyuma. Kule nyuma, pita mbele, pita. Oh, haleluya. Barikiwa mama, barikiwa. Pita, wapishie tu kwa Yesu. Wacheni tu kwa Yesu. Wacheni tu. Oh, haleluya. Barikiwa mama. Barikiwa. Oh, haleluya. Pita, barikiwa dada, barikiwa. Barikiwa. Oh, haleluya. Pita kule, pita mbele, pita mbele. Wacheni watu kwa Yesu. Wacheni waje kwa Yesu. Wacheni waje kwa Yesu. Wacheni. Oh, kule pita. Naona watu wakija mbele. Oh, haleluya. Pita. Barikiwa. Pita, wacheni tu wao. Njoo kwa Yesu. Paulo. Oh, barikiwa. Wacheni watu waje kwa Yesu. Wacheni watu pita. Wacheni watu waje mbele. Wacheni kwa nyuma. Waombeni waje kwa Yesu. Wale baba, barikiwa baba. Wacheni waombeni watu waje kwa Yesu. Uko nyuma. Waombeni watu waje kwa Yesu. Oh, haleluya. Oh, kule. Oh, barikiwa binti. Waombeni watu kwa Yesu. Wewe tu njoo kwa nyuma. Wewe njoo. Wacheni watu waje, wapisheni waje kwa Yesu. Wacheni waje kwa Yesu. Oh, pita. Oh, haleluya. Pita. Wapitisheni watu, waombeni waje. Kule nyuma, sogea tusubiria. Sogea kwa nyuma, sogea. Oh, Bwana. Haleluya. Pita. Njoo kwa Yesu. Kule mwisho. Njoo kwa Yesu. Yesu Paulo anakuita leo. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu sasa. Yesu anakuita sasa. Njoo. Wewe njoo mama, unafika. Hii nafasi ni yako. Pita mbele. Furika kwa Yesu. Barikiwa. Sogea. Pitisheni watu waje kwa Yesu. Waombeni watu waje kwa Yesu. Barikiwa mzee wangu. Barikiwa sana. Waombeni watu waje kwa Yesu. Barikiwa. Njoni waombeni watu waje kwa Yesu wa Paulo. Yesu anayeokoa. Yesu anayesimama. Yesu anatetea watu wake. Ni wakati wa chini watu kule nyuma. Congregation, please pray. Imba. Kule, wapeni, join kwa Yesu. Get the point. Take a step forward.